mimi nitaendelea kuitetea Simba katika kila nukta ambayo unapaswa kuitetea, na kama itabidi kuna jambo la kushauri nitashauri, jambo la kukosoa tutakutana katika vikao. Umeelewa msimamo wangu? Kwa hiyo kama hapa kuna mambo hayaendi vizuri, nimekufuata safe, nikakwambia hutonipa hicho kitu hata kidogo, nitafanya kwenye vikao, lakini kushauri nitatoa hapa. Kama hivi umeona nimeshauri, ndio jukumu langu. Umeelewa? Na nitasisitiza vitu jambo la kukosoa ni jambo la kikatiba. Tutakutana katika vikao vya kisheria, tutakosoana huko kwamba nimeona kuna 1 2 3 liko hivi. Ahmad ni binadamu, mwenyewe bana Ahmed Ally ya kufanya kitu sahihi. Kwenye kikao nitamwambia brother, ulikosea hapa, nitamshauri Ahmed fanya 1 2 3. Mimi ndo nitastiki hivyo katika Simba. Kwa hiyo nimekuja na ushauri huo, viongozi wasikuache Abdallah, wasiwaache wengine. Nimekuja kwako ndo unaonioji, wasiwaache wana Simba wengine wawe karibu, ili mradi litengenezwe jambo. Kwanza Abdallah, nikusaidie, huwezi kuipeleka dunia kama watu watakuwa wanaimba nyimbo moja tu, yani wao tofautiani kimawazo, ila utaifeli kuipeleka dunia kama mawazo ya kinafiki yatafanywa kazi. Watu hawajui kuna tofauti ya kuwa na wazo na wazo la kinafiki. Mtu akiwa na wazo la kinafiki hapaswi kuulizwa, lakini mtu akiwa na mawazo tofauti na wewe ni dhambi kuwa naye? Hapana, sio kweli Abdallah. Katika hilo siwezi kusupport, sio kweli. Yaani umeona nilipokuja hapa kwa influencer, nimekuja katika kushauriana. Ni kwa sababu ana mawazo tofauti, au ni kwa sababu amesikia jambo ana hakika nalo au lisiwe na hakika nalo. Lakini Abdallah, mimi nimzungumzie dada yangu na watu wengine. Kwa mfano, Egi Simba ana wazo tofauti na club. Sawa? Wazo la kikatiba tutamwambia hapana, ili twende tukazungumze kisheria. Lakini kaona jambo tofauti, yani Agnes amemuona Elie Mpanzu ameshuka kiwango. Yani Agnes akisema Elie Mpanzu ameshuka, iwe dhambi, hapaswi kusikilizwa. Agnes akimuona Ahmed Ally amekosea akamshauri kama kaka yake, iwe dhambi asisikilizwe. Mandala anaona mfumo wa timu unakwenda vibaya, hapana. Hatuwezi kwenda kujenga Simba na hatuwezi kupata Simba tunayoitaka. Wengi tunakuwa wavivu katika kufikiri, kwa sababu mtindo wa kufikiri unaumiza kichwa, unashughulisha, na wengi tumegoma katika kufikiri. Yani sisi tumewekeza katika namna rahisi kabisa, tunataka kila kitu kiwe shortcut. Umenielewa sasa? Kwa hiyo tunapokwenda kushusha lawama juu ya jambo lolote Abdallah, mazingatio ya kufanya tuwe tunazingatia sana weredi katika kushusha lawama. Nimeanza katika influencer. Kama ziko fursa klabu inafahamu zinaweza kwenda kwa influencer, ili tusigawike, wapeleke tu, kwa sababu influencer nao miongoni watu wanafanya kazi kubwa. Nadhani klabu inafahamu na inawasupport mara kwa mara. Siwezi kusema iwasupport. Basi kuna eneo wanaweza kukaa kufanya nao mjadala, umeona, ili jambo liende. Kwa nini? Mimi siku moja nilikuwa naangalia katika blogi fulani, nikawa namuona Miraji nani huyu Mzalamu anauza jezi za Simba. Inawezekana ni msingi wake ule ametafuta, ni kweli akaamua kuuza jezi. Lakini kuna watu walinifuata wakaniambia hapana, kapewa na klabu. Sasa una ushahidi gani? Lakini limesemwa. Mimi nikiwa na muamko naamini klabu iliwahi kumpa mtu fulani jezi. Umenielewa? Haya mambo kuna wakati tunayajadili chini kwa namna yanavyotufikia. Tunaamini klabu haitoi msaada. Mimi sitaki kukubali kwamba klabu haitoi msaada, hapana. Naamini influencer ni mtu aliyejitolea, basi kuna muda klabu nayo inatakiwa kumtazama alau apate unafuu wa kwenda mbele. Kwa hiyo katika issue ya influencer wa Simba ni warudie wao. Kama ni kweli jambo hili lilikuwepo, wao walikuwa na umuhimu wa kuchaguliwa kwenda kuhamasisha jezi, basi tuseme haikuwa katika muda huo. Klabu imewasikia, mwakani watatengenezewa na wao muda. Naamini Simba ni klabu ya wasikivu, watakwenda, tusianze kugawika. Abdallah, maoni yangu machache kwa hili ni hayo. Labda kwa upande wa viongozi sasa. Na upande wa viongozi, mimi Abdallah nitoe wasia mmoja. Mimi ngoja nianze kuwa mkweli katika hii station yetu. Upande wa viongozi, wako viongozi hawako karibu na influencer. Unajua station yako inaitwa wana Simba. Inaitwa Simba Fans TV. Mimi naanza na station yako. Abdallah, tukianza kukubaliana hapa, ukweli kuwa wewe hujawahi kupata favor kutoka kwa kiongozi yoyote, pamoja televisheni yako inahusisha Simba. Napata ndugu yangu bana. Narudia tena, bado Abdallah, televisheni yako wewe kuna muda haionyeshi vitu vya msingi vya Simba. Sisemi kwa kugombanisha, ni ombi. Yaani mimi naleta mimi ni influencer wa kawaida. Umeelewa? Mimi sio mwenye kituo chako Abdallah. Hapana.
nakuja kiukweli Abdallah, mimi ni muumini wa Simba fans. Viko vitu havifiki kwako kusema kweli. Viongozi wanatakiwa watazame. Hii inapoitwa Simba Fans TV, lengo letu ni kuijenga Simba. Ndio maana angalia Abdallah, umenijia mimi na issue ya influencer. Sikutaka kushtumu kiongozi yote. Na yuko influencer akiona kesho atakuwa hapokei simu yangu kwa sababu sikuunga mkono, lakini kwa nia ya kujenga Simba basi kuna muda na viongozi watazame, wana shida hiyo. Wawe karibu basi na nyinyi ambao mmetengeneza televisheni zimejitengenezea mlango. Abdallah, umuoji mtu wa Yanga. Na ukimuoji mtu wa Yanga kuna vitu utaogopa kwa sababu wewe umestiki katika Simba. Basi wawatazame karibu. Sisi ma influencer kama ni sawa, kama wanavyolalamika na nyinyi kiujumla unatakiwa kupata support nyuma ya hili kwa nia njema. Kwa hiyo uliponiuliza kwa viongozi, viongozi wanatakiwa kuwa na weredi. Cha kwanza nikwambia Abdallah, huu ni ukweli kabisa na sijawahi kumshutumu mtu. Source kubwa ya Simba kuwepo hapa tulipo na lawama hizi. Wako baadhi ya viongozi katika Simba wanaonekana wanahujumu club. Sasa watu wanamkosea sana Murtaza. Sasa ni mtu wa top. Murtaza akihujumu Simba inakufa. Sasa mimi nataka nitoe elimu hii watu waanze kuelewa. Mtu kama Murtaza na mamlaka alionayo akihujumu Simba inakufa. Haifi kwa maana haito kuweko club. Anaweza kutia hasara kubwa sana. Watu wanaotuua sisi wako hapa chini. Umenielewa? Wako katika visekta vidogo vidogo, wapo humu chini. Sasa kwa sababu watu wajui, basi sisi tuliobaki huku tuseme nguvu moja. Kama slogan inavyotaka. Hawa wanafilisika na tutaanza kuwajua mmoja baada ya mwingine. Na hawatufitini hawa kwa maana watatoa tu siri zetu. Wako watu wapo kwa maslahi yao, tayari hiyo ni fitina. Hawa watu wanadhani fitina ni kutoa tu taarifa za Simba nje. Ukishakuanza kudili na tumbo lako na maslahi yako ni fitina. Kuna wakati moja inatakiwa igawike, robo iende kwa huyu, theluthi iende kwa yule, nusu iende. Ukizitimiza hizi, huo ni umoja. Ukizibaki nazo mfukoni, tayari umevunja umoja. Huyu anataka kupatikana moja ili kesho aje alete ushauri, hana nguvu ya kufika kwa sababu mmoja amefanyaje? Sasa tukisema viongozi nao wajitathmini katika haya mambo, hatuambii wajiuzuru. Tunawaambia wawe karibu na watu wengine. Na hatusemi wako karibu, inawezekana wako kwa 30%. Sasa izidi iwe 60. Bado unanielewa Abdallah? Mimi katika Simba fans ni chuo. Mimi nitaendelea kuitetea Simba katika kila nukta ambayo unapaswa kuitetea. Na kama itabidi kuna jambo la kushauri nitashauri. Jambo la kukosoa tutakutana katika vikao. Umeelewa msimamo wangu? Kwa hiyo kama hapa kuna mambo hayaendi vizuri, nimekufuata safe, nikakwambia hutonipa hicho kitu. Hata kidogo nitafanya kwenye vikao, lakini kushauri nitatoa hapa. Kama hivi umeona nimeshauri. Ndio jukumu langu. Umeelewa? Na nitasisitiza vitu jambo la kukosoa ni jambo la kikatiba. Tutakutana katika vikao vya kisheria, tutakosoana huko. Kwamba nimeona kuna 1 2 3 liko hivi. Ahmad ni binadamu, mwenyewe bana Ahmed Ally ya kufanya kitu sahihi. Kwenye kikao nitamwambia brother ulikosea. Hapa nitamshauri Ahmed fanya 1 2 3. Mimi ndo nitastiki hivyo katika Simba. Kwa hiyo nimekuja na ushauri huo. Viongozi wasikuache Abdallah, wasiwaache wengine. Nimekuja kwako ndo unaonioji. Wasiwaache wana Simba wengine. Wawe karibu ili mradi litengenezwe jambo. Kama iko fursa inapaswa kumpa Abdallah kwa maslahi ya klabu ya Simba na Abdallah itoke. Sasa ukibaki nayo mfukoni wewe sio mwana Simba unatuhujumu. Tutakuja kukwambia siku nyingine unatuhujumu hapa tumekushauri. Abdallah, ni machache hayo katika mengi. Yes. Kwa sababu umegusia la viongozi na tumezungumza issue ya ma-influencer hawa. Pia nataka kufahamu kutoka kwako Sefu, ama ni katika kujenga pia ushauri ambao umezungumza. Kuna tofauti kubwa ambayo imekuwepo ya ma-influencer. Wapo wanaamini katika mrengo mwingine na wapo wanaamini katika mrengo mwingine. Hii kwa namna gani inaidhoofisha klabu ama ina faida yoyote kwa upande wa klabu watu wanapokuwa na maoni ya tofauti? Kwanza Abdallah, nikusaidie. Huwezi kuipeleka dunia kama watu watakuwa wanaimba nyimbo moja tu, yani wao tofautiani kimawazo. Ila utaifeli kuipeleka dunia kama mawazo ya kinafiki yatafanywa kazi. Watu hawajui. Kuna tofauti ya kuwa na wazo na wazo la kinafiki. Mtu akiwa na wazo la kinafiki hapaswi kuulizwa. Lakini mtu akiwa na mawazo tofauti na wewe ni dhambi kuwa naye? Hapana, sio kweli Abdallah. Katika hilo siwezi kusupport, sio kweli. Yaani umeona nilipokuja hapa kwa influencer nimekuja katika kushauriana. Ni kwa sababu ana mawazo tofauti. Au ni kwa sababu amesikia jambo ana hakika nalo au lisiwe na hakika nalo. Lakini Abdallah, mimi nimzungumzie dada yangu na watu wengine. Kwa mfano, Egi Simba ana wazo tofauti na club. Sawa?
Wazo la kikatiba tutamwambia hapana, ili twende tukazungumze kisheria. Lakini kaona jambo tofauti, yani Agnes amemuona Elie Mpanzu ameshuka kiwango. Yani Agnes akisema Elie Mpanzu ameshuka iwe dhambi, hapaswi kusikilizwa. Agnes akimuona Ahmed Ally amekosea akamshauri kama kaka yake, iwe dhambi asisikilizwe. Mandala anaona mfumo wa timu unakwenda vibaya. Hapana. Hatuwezi kwenda kujenga Simba na hatuwezi kupata Simba tunayoitaka. Abdallah, kutofautiana ndio kumeleta hapa dunia. Kama kungekuwa hakuna mtu aliyempinga Yesu, basi unabii usingefika kwa Mkristo wa leo. Kama hakuna mtu aliyempinga Muhammad, Uislamu usingekuwepo kwa Muislamu. Yani Muhammad amefanya kazi kwa weredi, nyuma yake kulikuwa na mtu anaitwa Abu Jahali, baba wa ujinga huyo. Muhammad alikuwa strong, aliwekwa strong na Abu Jahali. Kuna muda ukipingwa ndio unakufanya kuwa imara. Kupingana ndio msingi wa kuijenga Simba. Sasa kukashifu, kutukana, kukosoana kwenye vikao, kupingana ndio msingi sahihi wa kuijenga Simba. Tofauti na msingi huo, tunajenga ujinga. Nitumie mfano wa kawaida. Mtu yoyote ambaye watoto wake nyumbani hawawezi hata kumuuliza, sawa, watoto hawa wanaweza kuimarika. Baba anaweza kuwa mjinga kweli kweli, akatunga hata sheria za hovyo kwa sababu watoto hawamuulizi. Akitokea mtoto mmoja anamuuliza, anamtengenezea baba uimara. Nyote mkiwa waoga, mtasikitikia tumboni, mnaweza mkapata vidonda vya tumbo. Lakini yupo mtu mmoja na kawaida kumhoji baba, wote mtakaa katika mlango wake mkipeleka ujumbe, bwana baba kamuulize 1 2 3. Yaani mimi namuogopa lakini baba kamuulize, baba atapata changamoto kwa mtoto huyu ambaye ana kawaida ya kuuliza. Mwalimu anayefundisha somo wakaitikia watu wote, akiondoka manake somo mwalimu. Kuna mwalimu analazimisha, akiona hajaulizwa na Juma simama. Umeelewaje? Inawezekana hawajakuuliza kwa sababu hawajaelewa wote. Umenielewa vizuri, na si rahisi watu wote kufanyaje? Hatuwezi hata siku moja. Na Abdallah, ni kushauri, mimi ni influencer kama wengine. Usithubutu kumkwepa influencer yoyote kwa sababu tu anatoa maoni tofauti na unavyotaka. Lakini uende kumhoji influencer yoyote ambaye anakashifu klabu. Huyu hapana. Umenielewa sijui? Lakini ana maoni tofauti, weka watu washibe. Watu, unajua akili ikipokea asi na chanya inashiba. Inapokea chanya tu asi hakuna, haiwezi kushiba akili hiyo. Kwa maana kutoa maoni tofauti ni kanuni za kimaumbile. Sio sisi tu wana Simba, wanaitilafiana watu madokta, wana PhD, umeelewa, wanaitilafiana wana sayansi wazito duniani katika kwenda kuamini jambo. Wanasayansi wamezungumzia tabia za wanadamu katika mtindo tofauti. Sekta hiyo moja, unaweza kukutana na daktari leo akakwambia usiweke hata kitone cha sukari kwenye chai yako. Utakutana na daktari anasema sukari ambayo ipo katika chai haimsumbui binadamu. Sukari inayomsumbua binadamu ni hii ambayo inafanya vitu visiwe na expire. Zile expire date unazoziona. Wataalamu wanasema ndio. Angalia wanavyotilafiana. Yuko mtaalamu anasema baada ya kumaliza tendo na mama mtu kunywa maji, yuko mtaalamu anasema usiguse. Kama hao wanaitilafiana, Simba yetu nini sisi tusitilafiane? Kwa hiyo Abdallah, hatuwezi kujenga Simba ambayo itakwenda pamoja. Fanya kituo chako kuwa shule. Ihitilafu za maoni, Abdallah, weka tushindane humu katika hoja, watu wasikilize hoja za msingi. Kashfa acha. Umeelewa vizuri sasa una dukuduku, twende tukatoe sehemu nyingine. Usitoe katika kituo. Mimi yangu ni hayo Abdallah. Mimi nikushukuru sana. Tunaondokaje sasa? Kuondoka, Simba ni nguvu moja. Tuondoe tofauti, tuendeshe Simba yetu mbele ili mradi kupata klabu bingwa. Nadhani haiwezi kutimia miaka 3 Simba anakuwa bingwa wa klabu bingwa. Mimi niage hivyo wadau, niseme Simba nguvu moja.